la vita, tukashinde wakati wa furaha. Maana watu wengi pia huangushwa na furaha, wanafurahia mpaka wanapotea. Kuna watu wengi huangushwa pia na kutosheka zaidi, kuwa na kila kitu, kuwa matajiri. Unapata ya kwamba huyo mtu pia amejikwaa kwa yale mazuri ambao amepata chini ya jua. Kuna watu hujikwaa kwa sababu ya magonjwa, kuna watu hujikwaa kwa sababu ya pingamizi za kidunia, upinzani wa kidunia. Lakini tumeambiwa ya kwamba katika hizi mbio zote tupige mbio tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na kuhitimiza imani yetu. Tukimtazama Yesu katika mambo haya yote, tutakuwa washindi na zaidi ya washindi ikiwa tutamtazama Yesu. Ningetaka kusema ya kwamba hakuna awezaye kushinda pasipo kumwamini na kumtazama Yesu. Maana Biblia inasema katika kitabu cha Yohana 14 ya kwamba Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima, na hakuna awezaye kuja kwa Baba isipokuwa kwake yeye Yesu Kristo. Yeyote ambaye anamweka Yesu Kristo kando hawezi kumjua Mungu. Yeyote ambaye anaweza weka Yesu Kristo hawezi kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Maana Yesu Kristo anasema ya kwamba mimi ndiye ambaye nilimuona Baba. Hakuna mwingine ambaye alitoka mbinguni na kumjua na kumuona Baba. Na yule ambaye ameniona mimi amemuona Baba. Kwa hivyo bila shaka hakuna kujaribiwa kwa imani nyingine yoyote kando na ile imani ya kumwamini Yesu. Imani nyingine yoyote ambayo haimjui na imtambui Yesu na muadhimishi Yesu Kristo haiwezi kumtumikia Mungu katika roho na katika kweli. Kwa hivyo ni imani potofu. Ningetaka kuambia kwamba hata wewe mwenyewe ikiwa utaweka Yesu kando, hautaweza kumtimizia mapenzi ya Mungu. Hautaweza kufanya yale yanamfurahisha Mungu pasipo kumtazama Yesu mwenye ni kielelezo chetu, aliye na uwezo wa kutushika mkono na kutupitisha katika yote hadi tukafuke kamba katika haya ya mashindano. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyoweka mbele zake alistahimili aibu zote na pingamizi za wanadamu. Praise the Lord. Let us pray. Baba Mungu, katika jina la Yesu, pokea sifa kwa asubuhi ya leo.